Naomba tuwe mtu. Afande. Lamso. Wewe ni kidume. Unadiriki kutembea na mke wangu. Alafu unanibia pesa. Unakimbia. Lamso. Unakumbuka kikao chetu cha mwisho tumekaa wewe hapa, mimi hapa, miti hapa. Wakati tunakabidhi madaraka nilisemaje? Afande, toa huyu mtu. Afande, toa huyu mtu. Lazima usitaki kusikia maelezo yako. Afande, naomba toa huyu mtu. Afande, toa huyu mtu. Tulia. Naomba simama. Tulia. Shusha pressure. Shusha. Pega. Nyuma ya pazia. Kuna nini? Tazama. Nyuma ya pazia. Unapoteza kazi. Mwezi mmoja hawa wamesema chini mwezi mmoja. Kina wewe. Sio mimi na wewe. Tunabeba distance. Sasa mimi unaniambia ndio zetu hii tele ngajua mimi na wewe. Kama unaona unapanga kusafiri peke yako. Na wewe mshtu ndio nani huko? Mimi sifahamu hata jina lako pia kuteja na unagumu. Ngoja sikiza. Biashara sio maigizo. Nafikiri mnafahamu kabisa ile safari ya mimi kwenda kutangaza hoteli yetu nje ya nchi. Sasa ile safari imeshawadia tayari na sina siku nyingi hapa, natakiwa kuondoka. Kwa sababu kama mnavyofahamu kule kuna matamasha makubwa ambayo yanazungumzia mambo ya utalii. Sasa nafikiri hii fursa tusikose na sisi twende tukatangaza hoteli yetu. Nafikiri hayo ndio majukumu ambayo mimi nimewaachia na naamini mtayatekeleza vizuri na kazi itakwenda vizuri sana. Kwa mazingira yanakuwa safi. Ndio usafi ndio kila kitu katika hoteli. Sio wageni wanakuja wanakuta labisha zimekaa ovyo, inakuwa sio vizuri. Sawa. Nafikiri hii utakuwa nayo hii model. Kamanda, unakujinamili na mie tafahamu nini ulichonacho kamanda? Unakujinamili kimya. Hebu kunywa maji kwanza. Kunywa maji. Kunywa maji. Hayo maji. Kamanda, unajua haya maji ndio uhai wa mwanadamu.
Najua ni hayo binadamu, lakini nakwambiaje na vile kuongezewa. Hayo maji ni kwangu mimi naona hata ni kama sumu. Tatizo zaidi nini? Siku hizi kama kuenda kupima. Huwezi kugonga madawa wewe. Mpaka ukapime ujulikane uko sawa au uko sawa. Wanangu wamekwenda kupima. Fresh. Uko mwenyewe hapo? Mimi natafuta fagio hapo, sasa chukua nani fagio? Nimeona kama hebu angalia chini hapo. Umepata? Nilijua tu kama hicho ndio kilichokuleta. Hauna lolote. Wewe na Msambaa mkija hapa mjue mna yenu mmeyafuata. Vipi niambie? Unaonaje mazingira yako ya kazi? Kwa namshukuru Mungu, hasa kazi nafanya vizuri. Juu wewe? Mimi namshukuru Mungu kwa sababu sasa hivi kuna mambo yanaenda fresh. Tuna enjoy, kila mtu yupo katika mazingira yake ya kazi kuliko kule tulipopitia mwanzo. Tumeteseka sana. Na kingine laki unajua nini? Tunapofanya kazi tujiwekee na balance. Kwamba ni kama akiba yetu pembeni tuwekee. Isiwe ukuta kama mara kwanza. Kwamba hata kama kuja kutokea tatizo unajua kwamba pesa ufanyeje unayo. Lakini sio unapaka tu mshahara wako unakula tu, yani wewe unatumia tu ile utoke kama sisi hapa. Yani hiyo tuweke sasa bana tujiwekee kabisa. Yani wewe acha tumeonye na juta. Kipindi kama kile kigumu kichotupita kile. Hatuna hata 100 ndani. Mimi mwenyewe nataka nikao. Hata yani nikitokea hata naumwa. Nasema si hospitali nitaenda vipi? Lakini sasa hivi nimejifunza. Sasa hivi tule na kuweka. Na sasa hivi tufanye kazi kwa bidii kwa sababu gani? Unajua hizo kazi za hoteli hazina dhamana. Low season ikifika tu, kila boss anaangalia kwenye department yake kwamba ni nani ambaye anafanya kazi vizuri. Kwamba fulani na fulani. Sasa isije kabainika kwamba mimi na wewe tupo katika group ya kutolewa. Labda wewe. Mimi sasa hivi. Sasa hivi bwana labda wewe mimi sasa hivi nafanya kazi kwa bidii. Kwa sababu nimeona nimeteseka sana, nimekaa nyumbani bila kazi na hangaika. Hakuna rafiki aliyenijua wala nani. Jinsi nilivyoteseka. Sasa sikiliza, sasa hivi saa ngapi? Saa 7. Saa 7. Saa 10. Kabla Msambaa haja kupika, ndio umefika hapa jikoni. Saa 10? Kamili. Saa 10? Kamili nakuja. Tengeneza majikodiko. Haya. Bwana, usijikunje. Kamanda, hili jambo lichukulie kama jambo la kawaida, kwa sababu na wewe utajitia maradhi. Hili jambo linataka elimu. Ni elimu tu basi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu kajalia kwamba hili jambo limejulikana mapema. Ni kukaa na mtoto ukamfahamisha kwamba hili jambo limeshatokea. Kaa hivi, kaa hivi, kaa hivi. Ili na wewe kushusha lile jambo limekukaa vibaya sana. Kamanda, usiwe na wasiwasi kiasi hicho. Ni mambo ya kawaida haya. Sawa? Matatizo haya sio ndogo sana. Hata kama unasema atakuwa kama binadamu mzima atafanya hivyo. Lakini mzima hakuna binadamu wa kila siku ya kula madawa tu. Mwanangu alitakuwa kila siku yeye katika kula madawa, asipokula madawa. Mzima, mbona swala limekuwa kwa umri kwangu mimi? Na hivi ninakwambia mzima. Mimi tangu jana aliporudi mwanangu. Humo tumboni mwangu hata na mke wangu kanalia. Nyumbani tangu jana. Hapana hata mmoja nimemaliza. Kwa sababu mwanetu haijabaki mmoja tu.
na mfano shakuwa ni sasa mkuu hapa. Mzazi. Kwa kweli ni swala la mkali au Ramson. Kwa nini umemuoa yule mama? Hapana, mimi sijaua. Ramson, usitufanye kama sisi hatuna akili timamu. Umechukua pesa yake, kwanza umemwibia. Pili, kupoteza ushahidi, umeenda ukamuua. Nakiri nimechukua pesa lakini kuwa sijaua. Pesa umechukua, kuua hujaua. Hebu tuambie, hizi pesa umepeleka wapi? Pesa bila afande. Bado nataka kueleza ukweli. Afande, eleza kwa percent hizi. Kijana, hebu tueleze ukweli. Pesa umepeleka wapi? Afande, ndo ukweli hapa. Pesa zimeibiwa. Afande, ila kwa mazingira nilomuona inawezekana kuwa kweli kuchukua la pesa, kwa sababu nimekuta kwenye mazingira anakosha magari, mapikipiki, lakini pia hajashawishi kuwa kwamba yeye sio mkosa. Kijana, wewe kijana, naomba tueleze ukweli, pesa umepeleka wapi? Afande, ndo ukweli wangu afande. Mimi sina ukweli mwingine zaidi ya huo. Pesa nimechukua kweli, pesa nimefika kule zimeibiwa. Tueleze pesa umepeleka wapi, huwezi kutudanganya. Na hapa huko kwenye mikono ya polisi. Usifikirie unaweza kutoka kirahisi, sawa? Afande, sina ukweli zaidi ya huo. Tueleze ukweli, pesa umepeleka wapi? Eleza pesa umepeleka wapi kijana? Afande, nataka mimi nieleze ukweli gani jamani? Afande, huo ndo ukweli wangu. Mimi kuwa sijaua na pesa zimeibiwa. Ni pesa nilizochukua zimeibiwa. Amesoma bila kusema ukweli huwezi kutoka. Na ukienda ndani kuona nje sio kitu cha rahisi sana. Sawa? Kinachotakiwa hapa kusema ukweli. Sasa kutokana na maelezo yako ya kusuasua, mimi naona tu uendelee kubaki ndani. Nyanyuka. Wewe sikiliza, si umekataa kunipa talaka yangu? Si utaki kunipa talaka yangu? Mimi naondoka na sirudi. Sasa hiyo talaka yako itakuwa ndo mke wako. Watu wake wamakazana sana siku hizi. Unamwambia tuyazungumze. Kana kwa bibi nataka talaka yangu. Nisamehe mke wangu. Watu wake mnakazana kama hivi. Mnakazana kuliko si watu wake siku hizi. Mnakazana vipi? Tumke kutamtamu wakati wa kulala. Huzuni moyoni tafrani, nachokiona chanivunja moyo, asubuhi, mchana na jioni. Nyumbani, kazini, mtani kabisa tafrani, nyuma ya pazia. Nyumbani, kazini, mtani kabisa tafrani, nyuma ya pazia. Nyuma ya pazia kuna nini? Tazama nyuma ya pazia. Wapoteza kazi
Wakolopotea hawaonekani, wakolopoteza uhai, wako walopata dosari. Everyday kichwa kinazonga kwa mawazo, mwili unatetema kwa hofu. Sisi binadamu ndo kikwazo, tunaishi kwa imani potofu. Nyumbani, kazini, mtani kabisa tafrani, nyuma ya pazia. Nyumbani, kazini, mtani kabisa tafrani, nyuma ya pazia. Nakwenda wapi? Tunafanya nini? Binadamu Bwana Wacharaza. Naam. Nilikupigia simu tuje tukutane hapa nyumbani. Kuna jambo tulizungumza. Jambo gani hilo? Unajua alinifuata kamanda kuhusu ile habari ya mtoto wake kuwa anataka kuoa. Hawa alikwenda kupima, akaonekana mtoto wake hayuko vizuri. Kivipi? Ni kwamba ameathirika. Na hii shughuli inabidi kwanza tuiache. Unajua wazee zangu, mimi nilipokuja hapa nimekuja kwa hushui kuhusu hili swala, na msinifikirie kama mimi nilikuja labda kama mimi nimekuja kama wazee zangu, hili jambo tulipitishe liwe. Lakini kwa bahati mbaya, kwa kweli mimi naumia sana kuhusu hili swala, na mimi tangu juzi lilipotokea hili swala, kuja yangu na kuja kimbio. Mzee Kamanda, usisikitike. Hili jambo Mwenyezi Mungu ndo kashalipanga litokee. Huyu kijana we ni mzazi, lakini ni wetu sote. Kinachohitajika hivi sasa ni kukaa na kijana wetu tukaweza kumtuliza, na we pia kinachotakiwa hivi sasa akili yako itulie, kwa sababu hili jambo ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu ndiye ambaye kanipanga. Sawa. Sasa kamanda, kama alivyosema Mzee Macharaza, kwa kweli hii ni jumla ya mitihani ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu huwapitisha binadamu katika mitihani, na inawezekana hii kutaka kuwaunganisha hawa ambayo ilikuwa tumeipanga sisi. Bila shaka Mwenyezi Mungu hakuipanga kwamba iwe, lakini imekuwa ni sababu ya kujua kwamba mtoto wetu ana tatizo fulani. Maana lau kama tusingekuwa tumepanga ndoa, bila shaka msingekwenda hospitali kupima, na kwa hivyo tusingejua kwamba ana tatizo fulani. Lakini sasa tushajua kwamba ana tatizo fulani, kwa hivyo lisikuhuzunishe sana likakupeleka mbali sana. Ujue kwamba hii ni mitihani ya Mwenyezi Mungu na hii limeshamfika, basi tuweze kushukuru tu. Mimi tangu juzi hili swala aliangulia, ndo naona sasa tangu juzi kupata hili swala aliangulia. Kwa kweli nafikiri mengi na hususan unakuja hapa ni kwa hushui kuja kukosa hili jambo. Ni hapa nikuja kwa hushui, lakini watoto wenyewe kwa jambo limenikuta, yaani mimi naona kama labda nimekuja Hapana, ndio hapana, kwa sababu hili jambo ni Mwenyezi Mungu ndo keshalipangia litokee. Kwa hivyo
punguza kidogo jasho. Mtihani tu wa mwenyewe. Wazuri, nijiwekeza vizuri. Naika hivyo vijana tulicha message. Usikate tamaa. Unajua mtikisiko wa bahari usikukishe na hoza kupeleka chombo. Sasa tuache haya. Lile swala la yule mtuhumiwa mle ndani tayari. Sasa kilichobakia yule mtuhumiwa tunataka kumpeleka mahakamani. Sawa, aende. Kwani kuna nini sasa kinazuia? Tumekamilisha, umebakia ushahidi kidogo tu ambao unahitajiwa wewe uje tumalizie ili tumpandishe mahakamani. Hilo afande, nipo tayari. Kama nilivyokusha kuambia. Mimi niko tayari kufanya chochote kuhakikisha yule kijana anapelekwa mahakamani. Yule anataka afungwe afande. Yaani kuhusu hilo mimi sina msalie mkubwa. Basi lakini kuna swala moja ambalo kidogo halitokuwa sawa kwa sababu ya zile fedha zile hazikupatikana. Kwa sababu mazingira tuliyomkuta kule Morogoro mjini anaosha magari, anaosha mapikipiki ambapo ni katika kagereji kimoja tu kichafu hivi, kagereji ya kawaida. Kwa hiyo ule mzigo haukupatikana. Ina maana lakini amekiri kweli kabisa pesa amechukua. Amekiri? Amewathibitishia kabisa kwamba pesa hana. Kabisa, kwa sababu alipofika kule unajua mambo ya vijana, matanuzi na nini, anachodai rafiki yake alimtapeli. Kwa hiyo hana. Kwa hiyo na yeye ameibiwa. Sasa mbona hii kizunguzungu? Binadamu wengine wana vichwa kama punda eh. Maanake shukrani za punda siku zote ni mateke. Mimi nimehangaika, nimejenga hoteli, nikawaajiri, nikaona kwamba labda tunaweza kukaa kufikiria kuendeleza maisha yetu. Baadaye akafanya hivyo. Na yeye tena ameibiwa. Kwa hiyo amechukua pesa amewapelekea watu wengine huko. Kabisa. Huoshwa. Kweli. Unachokisema kweli. Kweli. Basi sawa afande. Mimi niseme kwamba kama nilivyosema, hata siku ile nakupigia simu nikakwambia mimi niko tayari kulisaidia jeshi la polisi kwa kitu chochote. Usijali. Lakini kuhakikisha ile kesi inakwenda mahakamani. Usijali, kuhakikisha yule kijana atafungwa. Usijali. Wewe unajua jamhuri ipo kwa ajili ya watu. Na watu ndio sisi na wengine. Nashukuru. Najua mmeapa kulinda raia na mali zetu. Usijali. Haya. Wewe mzee wewe, usifikiri kwamba mimi nakuogopa sana. Wewe ndio unazidi kusambaratisha familia yangu wewe. Nilisema kuanzia toka mwezi ile kwamba wewe ndo mshughulikiaji bata. Afu baba, yani kibaya zaidi mimi nishakwambia masuala ya chuo nipeleke chuo. Lakini wewe baba wewe unaona bata yako na muhimu kushinda hata mimi mwanao. Nilikwambia vipi? Si nilikwambia wewe kesho kutwa harusi hapa? Humu nyumbani usiawe. Lakini baba mimi sitaki kuolewa na mwanaume msipende. Hutaki kuolewa mali. Mzee Bondi vipi? Mbona unafanya kazi za kina mama? Tafrani nachokiona chanivunja moyo, asubuhi mchana na jioni. Nyumbani, kazini, mtani kabisa tafrani, nyuma ya pazia. Nyumbani, kazini, mtani kabisa tafrani,
walopoteza kazi, wako walopotea hawaonekani, wako walopoteza uhai, wako walopata dosari. Everyday kichwa kinazonga kwa mawazo, mwili unatetema kwa hofu. Sisi binadamu ndo kikwazo, tunaishi kwa imani potofu. Nyumbani, kazini, mtani kabisa tafrani, nyuma ya pazia. Nyumbani,